Hello, mambo vipi Burundi? Ni ule usemi wa Swahili yetu, uzito wa mele ujuae ni bahari. Kumbe uzito wa filamu nchini Burundi wajuao ni wale waigizaji wa filamu. Leo utapata kuwajua na utapata kujua uzito uko wapi wa filamu za Burundi. Ni matatizo gani ambayo wasanii wanakutana nazo na ni changamoto zipi ambazo zinawakatisha tamaa ili washinde kuendelea. Filamu ya Burundi mwaka huu lazima iendelee. Basi fanya ule mchezo wa kusubscribe channel yetu na pata kuja alama kengele. Bonyeza hapo ili wa kwanza kupata kila notification yote ya vipindi ambavyo vitakuwa vikiwekwa ndani ya Indundi TV. Basi karibu sana. Yap, kama nilivyokuambia ndani ya mjengo wa Indundi leo nimeangukiwa na mwigizaji mkubwa sana wa filamu nchini Burundi. Utapata kumjua na utajua mengi kutokana na kazi zake na mengi kutokana na industry nzima ya filamu anavyoichukua. Mambo vipi mrembo? Fresh. Kisha leo yani mimi nina bahati sana kuingiliwa na mwigizaji mzuri kama wewe ndani ya mjengo wangu. Asante sana. Kwanza mbele ya yote lazima ujitambulishe, wewe unaitwa nani, unafanya nini, unajishughulisha na kazi gani kiupande na kuachia kwanza masuala ya movie labda. Okay, naitwa Muzirankoni Jolie Princess. Mimi ni mwigizaji nchini kwetu Burundi hapa. Na kutokana na makazi labda unapopaishi, labda mashabiki wako wanastahili kujua kwamba yule mtu wetu labda actress wetu mkubwa anaishi sehemu gani na anajishughulisha na kazi gani? Okay, mimi naishi Nyakabiga ya kwanza, barabara ya 7, namba 28. Alafu kazi zingine katika maisha ya kawaida, mimi nimefanya biashara nguo za watoto. Vizuri sana. Waigizaji wengi labda tuanzie kwanza hapo. Kwa nini waigizaji wengi wa kike ukitazama wanakuwa ni wafanya biashara hususani labda? Sababu biashara ni kazi, kwanza unapata faida haraka, inakuwa sio mshahara utatumika ungoje mwisho wa mwezi siku 30 siku nyingi. Ila unaweza kufanya kazi yako leo ukapata hata faida 50 kwa siku au 100 kwa siku. Inakuwa sio vipesi kusema uzipate kwa kazi ya labda serikali Na ukichangia hilo, ni changamoto zipi ambazo zinakuwa pokati kwa upande wa kazi zako za biashara na huku tena ukijishughulisha na mambo ya uigizaji wa filamu? Ni kweli kila kazi hauwezi kupata matunda bila kuchoka. Changamoto zipo. Kama umesafiri kwenda Kampala, kuna nguo unapaswa kuchoka. Kila kitu unapaswa kupata matunda, umechoka. Hauwezi kupata kitu kirahisi hivyo bila kuchoka. Na ukizingatia sana masuala ya movie, ni mara chache sana labda kwa miaka ambayo iliyopita kuona wasichana wengi wazuri wakijituma kwenye uigizaji wa filamu, kwa sababu tulijaribu kukagua filamu za mwaka jana, mwaka juzi, tuliona kwamba kuna huo upungufu. Wewe ni kitu gani ambacho kilichokusukuma wewe hadi ukaingia kwenye tasnia ya filamu kisha ukatokea sana kuipenda Buja Movie? Unajua nikwambie kitu, kwanza sanaa ni maisha. Sawa? Ni maisha tunaishi hivi ya kawaida. Kwa hiyo tunatoa ujumbe, sawa, kama ushauri. Nisema kwanza sanaa ni maisha ya binadamu yoyote. Kwa hiyo tunapoigiza tunafunza jamii. Yes. Huyo ni La Princess anakuambia kwamba sanaa ni maisha na katika maisha lazima kuna kuwa mafunzo kwenye jamii. Hebu unaweza kutuambia ulianza filamu mwaka gani kwanza, na kwanza wewe kitu gani ambacho kilikuinspire ukaingia kwenye movie? Kwanza mimi ni mwanamke ambaye anajituma. Pili, sanaa ni kazi. Kuna wengi wanapuuzia, wanasema eti sijui utapata nini, unakaa unaigiza, unapanda milima, unashuka, ila kuna siku matunda yangu watakuja kuyaona. Ndo wale ambao walikuwa wananipinga watasema yes, kumbe sanaa ni kazi. Sanaa ni kazi nzuri na inalipa vizuri sana. Na nikirudilia huko nyuma nakumbuka kama na miaka midogo 12 sasa niko katika kazi ya sanaa. Na katika miaka 12 ni labda unaweza kusema ni faida gani ambayo umeiona kwenye sanaa ya filamu Burundi? Faida nimeshaipata. Japokuwa sijavuna sana, ila nimeshapata faida. Kwanza nimeshajulikana kidogo. Yes, kwenye clip nimo, kwenye movie fulani nimo. Kwa hiyo matunda yapo. Tukiangalia siku za nyuma tuweza kugua picha zimoja hivi, tukaona kwamba mlikuwa katika kijiji cha Rumonge, mlikuwa mkiigiza filamu fulani hivi sijui ya msitu, na baada ya hapo tukakuja kuona kuna msanii mkongwe wa filamu nchini Tanzania alikuja hapa, alikuwa anaitwa Mzee Jengua, Mzee Funga alifika hapa, tukaangalia tukaona mlikuwa pamoja sana vile. Tukirudilia kwanza kwenye movie ambayo ulienda kuifanya Rumonge haswa, kitu gani ambacho kilikupasisha wewe kwenye casting wakakukubali na kusema kwamba huyu mwanamke anaweza akaperform na hii nafasi na akaiweza? Kwanza ni kitu gani? Kwanza
ship yangu na niruhusu kuwa actress principal. Yes. Sasa hapo ukizungumzia hilo mara moja, kwanza mimi unaanza kwanza kunitia njia panda, kwa sababu ukiangalia kweli labda kwa urembo mtu anaweza kusema huyu dada ni mrembo, lakini ukutana kwenye movie hautendei haki vile vitu ambavyo labda vinavyohitajika uvifanyie. Sasa hiyo ndio siri kubwa ambayo tunataka kwanza kujua, baada yani aiza kabla ya muonekano kulikuwepo siri nyingine gani ambayo ilikuwepo ili producer kuchagua wewe kama wewe ukaperform hiyo nafasi? Niseme kwamba labda tukiacha kwanza, tukitia pembeni mambo ya uzuri, aiza labda muonekano, sijui urefu, sijui nini, kwanza ninajua kuigiza. Yes, mimi ni muigizaji, nikiamua kakaangu utapenda. Na ukiangalia mara moja hapa tu tukitembea kwa njia tu, kuna waigizaji wengi wanawake. Kwa hiyo kwa wale waigizaji wengi wanawake, mfano tuna waigizaji 20, kwa hiyo kwa wale 20 unajipa namba ngapi? Kiukweli kama nina muda wa kuperform vizuri, yani nikisema labda nimezuba kidogo, unaweza kuwa namba 2. Unaweza kuwa namba 2. Yes. Kwa hiyo namba 1 unaweza kuwa unamjua mwenyewe labda kutokana na vigezo ambavyo vijui kwenye movie labda. Kwa huu mwaka 2020 waigizaji wengi sana wamechukua maamuzi ya kusema kwamba wanataka wainue sanaa ya Burundi iweze kufika mbali. Haswa filamu wanataka wasitambulishe. Kwa hiyo wewe ni ndoto ipi ambayo uko nao mwaka wa 2020? Kwa kweli niseme kwamba kwa hiyo mwaka nilikuja niko princess tofauti na mwaka jana, haiza mwaka juzi. Kwa hiyo hivi ninabidi, nina nguvu mpya ili nifike kwenye malengo yangu. Yes. Na kitu gani ambacho unakiandaa kwa sasa, labda mashabiki wako wabaki kwenye mkao wa kusubiri ili wapate kupata chakula kizuri sana? Kwanza wasubiri, kuna bonge la movie niko naandaa. Sijui kama washaga msikia Mr. Tambo. Sijui kama unamfahamu vizuri. Wanisubiri kwa kasi na nguvu mpya na kusababisha nchi yangu mimi ijulikane. Na una ndoto gani hapa East Africa? Una ndoto gani yani? Labda kwa sababu kuna mwingine anaweza kwambia mimi na ndoto mwezi fulani naweza nikapiga movie fulani kwenye nchi yangu ya East Africa, nchi fulani, Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania. Kwa hiyo wewe ni ndoto gani ambayo uko nayo kutokana na nchi hizo za East Africa? Ndoto kwanza, nataka kwanza nchi yangu hii ijulikane katika nchi zingine tofauti kupitia jina langu mimi. Yes, yep. Na mwa hiyo wiki tu basi chache nina bonge la movie na waandalia wanachama wangu, aiza wafanzi wangu. Indundi TV inakupa opportunity kubwa ya kukusupport kwenye kipaji chako uweze kufanya movie na msanii wa nje. East Africa ni msanii gani ambao unaweza kumpatia hiyo chance? Kwanza msanii ambaye nampenda sana ni Gabo. Gabo. Kwa nini Gabo? Anavyoigiza napendaga sana. Kwa sababu ni mrefu kama wewe labda. No. Kwa sababu tunajua Wakongo wapo wakina Ray, wakina nani wale. Kwa nini Gabo tu Gabo? Ni kweli nampenda Gabo sana. Sijui kwa nini. Anavyoigiza na sometimes nilikuwa naigiza japokuwa ni mwanaume na mjifunziaga yako sana yeye. Yes. Na ikiwa ni wa kike unaweza kumchagua nani? Ikiwa ni wa kike Oprah. Na kwa nini Tanzania haswa? Sijui sababu kiukweli washajulikana sana, washapita sana. Yes, yeah. Yap, vizuri sana. Huyo ni La Princess Jolie anakuambia kwamba Indundi TV kimpa opportunity kubwa ya kuchagua msanii mara moja na mkuletea Gabo Burundi. Kwa hiyo ni ndoto yake hata katika biashara yake, ikiwa ateneza pesa au sio? Ikiwa ateneza pesa ni lazima amshushe Gabo. Basi kwa kumalizia unaweza ukatuibia siri moja ya mafanikio ambayo yapo kwenye movie, labda kwa yule mtu ambaye hajawahi kuigiza lakini anataka kuigiza, ni njia gani ambayo unaweza ukaimpa ili aweze kufikia ndoto yake? Kwanza atafute kundi lenye kujituma. Maana makundi ni mengi na kuna makundi unaweza kufuata miaka 6, 10 bado kutu kwenye mazoezi. Haujui unatoka wapi na unaelekea wapi. Kwa hiyo tafute kwanza kundi la maana lenye kujituma na linajua lina malengo gani, inapenda kufikia wapi na inahitaji matunda gani. Kuna wengine wanaweza kuja kwenye mazoezi sababu ya kupoteza muda, amekosa cha kufanya. Basi sasa hivi saa 10 saa 10 basi kapoteze muda, hajui anafanya nini, hajui anataka kesho afike wapi. Kumbe atafute kundi lenye maana litamsaidia. Yes, natapata matunda mazuri kwenye filamu. Yep, huyo ni La Princess ametoa shauri yake. Basi kwa kumalizia ni kwamba Indundi TV mpango wake ni huu, kuweza kusupport waigizaji wa filamu waweze kujulikana na waweze kuwafikisha mbali. Kwa hiyo unaweza kutuambia neno fupi tu kutokana na mpango wa Indundi TV kwa wasanii waigizaji wa filamu? Kwanza niseme nashukuru sana Indundi TV na mzidi kutusupport
nyinyi ndo njia tuweze kujulikana, watu wengi waweze kutuona tofauti. Kama amkutusaidia basi ndo mmetutupilia. Tunapenda mtusapoti sana, na kila siku mtufanyisha vipindi tofauti tuweze kujulikana zaidi. Yap, asante sana na tunashukuru. Yap, ni ule mjengo wako wa Indundi TV ndani ya kipindi cha You Know About Movie. Utapata kujua mambo mengi sana ya movie. Endelea tu kufanya ule mchezo wa kusubscribe ili upate burudani zote kamili. Basi kwa mchezo mmoja tutapepea tu mashabiki wako na kuambia chao. Bye.